Mwambie Yesu, naomba unisamehe Bwana, ila mahali ambapo nilipokukosea Mungu atakutumia vizuri kwa viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Wewe ni chembe la Yesu, sema amina. Mtu yote ambaye sema Yesu ni Bwana, huyo ni chembe la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni chembe la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni chembe. Na siku zote jembe haliwezi kufanya kazi likiwa peke yake. Sawa wachungaji, sawa wainjilisti, sawa ubiri wa injili. Wewe umemwamini Yesu, wewe ni jembe. Yesu anakutegemea wewe utoke uende kuhubiri. Wewe unalala. Yesu anakutegemea wewe utoke nje uende ukahubiri injili kwa mataifa. Ndio maana anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa mataifa. Sasa tunabaki tunahubiriana sisi wenyewe kanisani. Tutafika lini tunapoenda? Tutafika lini tunapoenda? Kama tunabaki tunahubiriana sisi kwa sisi, tutafika lini tunapoenda? Tunapokwenda tutafika lini? Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Maana yake Mungu anakutegemea wewe uende kufanya, utoke nje ukahubiri injili. Maana Mungu ni roho, na katika dunia hii roho haiwezi kufanya kazi bila kupata mwili. Ndio maana ukisoma Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili, hebu nifafanulie hapa. Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili. Ukisoma sura ya kwanza tunaona Mungu anatamka katika ulimwengu wa kiroho na vitu vinatokea katika ulimwengu wa kiroho. Lakini tunakuja kuona sura ya pili sasa. Sura ya pili. Kuna sasa Mungu alimuumba mwanadamu katika ulimwengu wa kiroho. Mwanzo sura ya kwanza. Lakini tunaona sasa sura ile ya pili, tunamwona Mungu anashuka, anamfinyanga yule mwanadamu, anamfinyanga katika umbo la kimwili, anamchukua yule mwanadamu ambaye aliyemuumba katika ulimwengu wa kiroho, anakuja anamweka ndani ya ule mwili ili aweze kutenda kazi katika ulimwengu wa kimwili. Tunaona miti aliyotamka Mwanzo sura ya kwanza. Tunaona sura ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome kidogo hapa ili mpate kunielewa vizuri na kufafanulia vizuri. Mungu anakutegemea wewe ukahubiri injili, unakaa tu unamngoja Bwana. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Na hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona, lakini ukisoma sura ya kwanza vitu vyote unaviona. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma sura ya kwanza vitu vyote unaviona, lakini katika ulimwengu huu wa kimwili vilikuwa bado havijatokea, vilikuwa vimetokea katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo vitu unavyoviona vinakupata wewe vimeshatokea katika ulimwengu wa kiroho muda mrefu. Kama kuanguka ulikuwa haujaanza leo, umeshaanguka katika ulimwengu wa kiroho muda mrefu. Na kama kuzini haujazini leo, umeshazini muda mrefu katika ulimwengu wa kiroho. Ndipo Mungu sasa tunaona anaumba vitu katika ulimwengu wa kiroho. Baada ya kuviumba vitu katika ulimwengu wa kiroho, anafanya process sasa vije kutokea katika ulimwengu wa kimwili. Tunamwona baada ya kumuumba mwanadamu katika ulimwengu wa kiroho, anafanya sasa process huyu mwanadamu aweze kuishi katika huu ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma Mhubiri inasema roho itarudi mbinguni ilikotoka. Itamrudia Mungu, kwa sababu roho ilitoka wapi? Mbinguni. Huu mwili ukifa ndio maana tunauzika, kwa sababu ulitoka chini. Na ukisoma sura ya pili tunaona Mungu anachukua, anafinyanga, anaufinyanga huu mwili, kwa sababu huu mwili mbinguni hauendi, kwa sababu umetoka chini. Sema amina. Huu mwili mbinguni hauendi. Roho imetoka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo
roho itarudi kwa yeye aliyeitoa, lakini mwili umetoka huku chini na chini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alipotenda dhambi anamwambia huu mavumbi wewe na mavumbini utarudi, kwa sababu alichukua mavumbi akafinyanga na akamwambia huu mavumbi na mavumbini utarudi. Huyo ili roho iweze kufanya kazi katika dunia hii ni lazima ipate mwili, na ndio maana sasa Mungu, ndio maana tunasema Yesu ni Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Na ukisoma ukisoma Yohana ile sura ya 4 na ule mstari wa 24 unasema Mungu ni roho, na wanaomwabudu Mungu wamwabudu Mungu katika roho, wamwabudu Mungu halisi imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Watu ambao wanamwabudu Mungu imewapaswa wamwabudu katika roho na kweli, kwa sababu Mungu mwenyewe ni roho. Na ndio maana alipotaka kuja kutukomboa sasa, aliamua sasa kuuvaa mwili ili aje kufanya kazi katika dunia hii, ili aje kufanya kazi katika dunia hii. Kwa Mungu alichukua mwili ambaye ndio Mungu ni roho. Sawa? Mungu alizaliwa nini? Mungu ni roho. Ili sasa aje kufanya kazi katika dunia hii, ndipo akachukua mwili. Unanielewa? Hakuna jambo la kumshinda Mungu. Hujasoma Biblia, soma maandiko vizuri. Hakuna jambo la kumshinda Mungu. Na ndio maana tunasema Yesu ni Mungu. Unanielewa? Yesu ni Mungu kwa sababu Mungu ni roho. Alipokuja hapa duniani akavaa mwili. Sawa? Akavaa mwili ili aweze kuja kufanya kazi hapa. Siku ile ya mwisho, siku ya hukumu, tusianze kujitetea. Oh Yesu, Mungu, mimi nilisemwa sana. Naomba wewe, unajua mimi nilivyokuja, unajua mimi nilitaka kupigwa mawe. Watu wakaanza kuniambia mimi na pepo. Wewe unajua? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo roho ili iweze kufanya kazi duniani lazima ipate nini? Mwili. Lazima roho ipate mwili. Kwa hiyo Mungu anatafuta ni mwili wa nani. Ndio maana nasema mwili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu, ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu anaangalia ni mwili wa nani ambao uko safi nikakae kwake niweze kumtumia. Mungu anaangaza ni mwili wa nani hapo uko safi hapa. Anaangaza, Biblia inasema Mungu, macho ya Mungu yako hivi, yani atulie. Anaangalia tu mwili wa nani uko sawa. Mwili wa nani ambao uko safi mimi nikakae kwake niweze kumtumia. Ni mwili wa nani ambao uko safi, uko sawa, hauna dhambi, hauna uchafu, hauna uzinzi, hauna uongo, hauna uasherati, hauna ulevi, nikakae kwake ili aweze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ili aweze kufanya kazi. Mungu anafanya kazi akiwa ndani ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anafanya kazi akiwa ndani ya mtu. Ndio maana anasema mimi nikikaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi nikikaa ndani yenu, ombeni lolote tapata. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye akikaa ndani yetu. Ndani yetu. Mungu anaangaza hivi, nani yuko sahihi? Ni mwili wa nani ni safi niende kukaa kwake niweze kumtumia? Ni mwili wa nani ambao uko safi, nani yuko tayari niende kukaa kwake nimtumie? Yaani Mungu atulii mbinguni, yeye anaangalia tu yuko hivi, anaangalia ni mwili wa nani ambao uko safi, ni mwili wa nani ambao hauna uchafu, ni mwili wa nani ambao hauna uzinzi, ni jembe gani ambalo halina uzinzi, ni jembe gani ambalo halina uongo, ni jembe gani ambalo halina mapengo, ni jembe gani ambalo halina uchafu ndani yake niweze kulitumia. Mungu atulii anatafuta ni jembe gani ambalo, maana shamba langu limeota majani, maana shamba langu limeota magugu, maana shamba langu limeota visiki, maana shamba langu limeota vitu vya ajabu. Sasa ni jembe gani ambalo liko vizuri niweze kwenda kulitumia, ili niweze kwenda kulitumia kusafisha shamba langu. Mungu anaangalia ni jembe gani ambalo liko safi. Ribo sakaraba. Mungu anatafuta ni jembe gani ambalo lenyewe limejituza, lenyewe limejituliza, halitaki kufanya uzinzi, halitaki kusema uongo, lenyewe limejituliza. Araba satarimo riko
rikosa karaba ibosi tarama. Mungu anatafuta jembe. Biblia inasema macho ya Mungu yako yanakimbia duniani yakimtafuta mtu, yakitafuta jembe ribosi karaba. Mungu anatafuta jembe. Mungu anatafuta jembe. Ni jembe gani ambalo ni safi aweze kulitumia? Ni jembe gani ambalo ni nzuri aweze kulitumia? Ni jembe gani ambalo ni nzuri aweze kulitumia? Anaangalia Dar es Salaam, anaangalia Dodoma, anaangalia Mwanza, anaangalia Simiyu, anaangalia wapi? Kila mahali anaangalia ni jembe gani ambalo ni safi. Anaangalia Tanga, anaangalia Mbeya, akitafuta tu ni jembe gani ambalo ni safi. Ni jembe gani ambalo liko tayari niweze kulitumia? Ni jembe gani ambalo Mungu anaangalia tu? Mungu anaangalia rama sata rikosa karaba ribosi tarama rikosaka. Mungu anatafuta ni jembe gani ambalo atakaloweza kulitumia. Mungu anatafuta ni jembe gani. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anatafuta ni jembe gani jamani niweze kulitumia. Akikuangalia mzinzi, muongo, mchawi, ni jembe gani? Akikuangalia una roho ya ubinafsi, yote unavyo. Akikuangalia una roho ya ubinafsi unayo. Mungu anatafuta ni jembe gani niweze kulitumia hapa, ambaye niko amenituma kwenu. Wewe ni jembe la Yesu, jitulize. Wewe ni jembe la Yesu, jitunze. Usijichafue wewe dada, usijichafue wewe kijana, usijichafue ribo satarama, usijichafue. Yesu anatafuta ni jembe gani ambalo anaweza kulitumia. Yesu anatafuta ni jembe gani ambalo anaweza kulitumia katika dunia hii ili aweze kusafisha shamba lake. Maana shamba lake limeota magugu, maana shamba lake limeota visiki, maana shamba lake limeota miba. Wewe Mungu anatafuta jembe. Anaingia madukani, anatoka madukani, anaingia masokoni, anaingia huku na huku kuangalia ni jembe gani. Anaingia kwenye maduka ya vifaa vya kilimo. Mungu anaangalia ni jembe gani ambalo ninaweza kulitumia kusafisha shamba langu. Mungu anaangalia. Akiingia huko anakuta masengenyo yamezidi. Akiingia huko anakuta uongo unachukua tuzo. Akiingia huko anakuta uzinzi ndio hatari. Akiingia huko anakuta yani anakuambia ni balaa. Akiingia huko anakuta ni balaa, anakaa tu pembeni Mungu anatafuta ni jembe gani analoweza kulitumia. Wewe ni jembe la Yesu. Ili Mungu aweze kufanya kazi lazima apate jembe. Mkulima ili aweze kulima lazima apate jembe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kumwita mkulima kama hana jembe. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anatafuta ni jembe gani mimi niweze kulitumia katika kazi yangu. Mimi niweze kulitumia, maana shamba Mungu akilitazama shamba lake anaona limeota majani, limeota magugu, limeota miba, limeota bisiki. Sasa natafuta ni jembe gani mimi niweze kulitumia. Macho ya Mungu hayatulii. Yako hivi, anaangalia huku, anaangalia wapi? Ni jembe gani ambalo liko salama ili aweze kulitumia? Ni jembe gani? Akikuangalia mwinjilisti lakini ni mzinzi. Akiangalia mhubiri lakini hujatulia. Akikuangalia mwimbaji ndio balaa. Yana kupata katika njia iliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni jembe la Yesu. Mwambie Yesu, naomba unishike na unitumie kuanzia leo. Anza kumwambia Mungu. Usimwambie tu Mungu nishike. Usimwambie Mungu nisaidie kama upendavyo. Achana nayo maombi ya kizembe. Usimwambie Mungu, Baba nisaidie kama upendavyo, na atakusaidia kweli kama apendavyo. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Soma Biblia hii. Biblia hii. Hakuna kitabu